Hii hapa nyingine tena. Hivi unaamini kwamba kuna watu wanaweza wakaona matukio yanayokuja? Sasa tulia hivyo hivyo. Picha linaanza, kuna dogo mmoja anaitwa Chimamanda. Dogo anaishi na baba yake ambaye anaitwa Mandi. Mama yake alishafariki na alifariki wakati anamzaa huyo Chimamanda, ila sisi tutamuita Chima. Mzee akamwambia dogo kwamba leo mama yako mpya anakuja, chunga tabia yako, sitaki kuona mambo yako ya ushirikina. Dogo akamwambia baba yake, mimi sio mshirikina. Mzee akitaka kuondoka, dogo akamwambia baba yake kwamba zile hela ulizoiba kazini naamini ulizitunza vizuri, kwa sababu leo ndo siku nafukuzwa kazi kwa wizi wa hela. Mzee akashtuka, huyu dogo vipi? Yaani umeanza mapema hivi? Akampuuza akaondoka zake. Mchana wa siku hiyo akaja huyu mwanamke mwingine, jina lake anaitwa Geraldine. Huyu ndo mwanamke ambaye Mandi amemchukua kama mke wake. Mke wake alifariki miaka kadhaa iliyopita na wakati wote huo ameishi bila mke, lakini sasa ameamua kuoa. Mwanamke mwenyewe anajeuri kweli kweli. Dogo hata kabla ya salama akamwambia Geraldine kwamba naamini wewe ni mvumilivu kwa sababu baba yangu anapoteza kazi, kwa hiyo kama ulifuata hela basi kimekulamba. Bidada akaona huyu mtoto mjeuri kweli kweli, ikabidi ampe mkoba wake apeleke chumbani ili mradi tu asimpigie kelele. Haukupita muda mrefu, Mandi akatoka kazini na ni kweli alikuwa amefukuzwa kazi. Lawama zote akazipeleka kwa Chima akiamini kwamba yeye ndio amesababisha. Wewe mtoto ni mchawi, wewe ndio umesababisha nifukuzwe kazi. Lakini uhalisia ni kwamba dogo ana uwezo kimiujiza wa kuona matukio yaliyopita lakini pia yanayokuja. Usiku wa siku hiyo akiwa amelala, Chima akaanza kuota na kimbizwa na binti fulani. Hamfahamu, lakini baada ya kukimbia akaanguka. Huyo binti akamfikia, lakini kabla hajafanya chochote akashtuka usingizini. Alikuwa na hema sana, yaani ni kama yule dada alitaka kumfanya kitu kibaya. Upande huu Geraldine aliamua kumuuliza mume wake kwamba mwanao ameniambia kwamba unafukuzwa kazi. Hivi ni kweli? Mandi alikuwa amefukuzwa kazi kweli, lakini hakutaka kumwambia mwanamke wake. Akamdanganya kwamba wachana na huyo mtoto, anaongea mambo yasiyoyajua. Jamaa aliamua kuweka uongo hapo kwa sababu anampenda sana huyu mwanamke, kwa hiyo hataki kumpoteza kwa sababu tu hana hela. Kabla Mandi hajaondoka nyumbani, akamwambia Geraldine anamtumia hela ampeleke mtoto wake shopping, akamnunulia vitu vidogo vidogo vya hapa na pale kama kawaida ya watoto wa kishua. Bidada akasema hakuna shida. Msela alivyoondoka tu, Geraldine akamwita dogo, hebu niletee maji ya kunywa kwanza hapa. Dogo kaenda akaleta maji. Bidada alivyomaliza kunywa, dogo akataka kuondoka. We, unaenda wapi? Alikwambia uondoke ni nani? Utasimama hapa hapa ili nikisikia kiu tena unipe maji. Dogo wala hakujali mama yake wa kambo anaongea nini. Akamwambia hapo ulipo wewe ni mjamzito, inabidi uende ukamtafute mchungaji akuombee, la sivyo huyo mtoto utampoteza. Hapo moto ukawaka. Unaniambiaje wewe? Umeanza ushirikina Akakavuta mdomo pale. Usinizoee nakwambia. Toka hapa kwanza. Chima akaondoka, lakini ujumbe umefika. Kama kawaida, hii ni movie recap kutoka The Scenes. Kama bado hujasubscribe, gusa subscribe button ili movie kali kama hizi zikufikie kwa wakati. Twenzetu. Baada ya bidada kuambiwa na dogo aende kwa mchungaji, siku hiyo hiyo hakupoteza muda. Akatoka akaenda kumtafuta Mwamposa wa huko. Mchungaji, nampenda sana mume wangu, ana hela sana na kwa namna yoyote siko tayari kumpoteza. Mchungaji akamsikiliza pale akasema, ngoja nikuonyeshe. Mchungaji akasema hivyo vitu vidogo, wewe unahitaji maombi ya ukombozi na gharama ya hayo maombi ni naira 450,000. Geraldine akasema hela sio tatizo, hela ipo. Basi sawa, ngoja nifanye maombi, Mungu akiniruhusu nitakuja nyumbani kwenu kuwafanyia maombi. Geraldine akafurahi sana kwa sababu sasa mambo yake yanakaa sawa. Baada ya Geraldine kuondoka, mzee alicheka sana. Kumbe mzee sio mchungaji wala nini, ni tapeli tu kama matapeli wengine. Na sasa anajipatia 450,000 kiulaini. Siku iliyofuata mzee akaja nyumbani kuwafanyia maombi. Maombi yalikuwa ya moto pale. Rabababababa. Majini yote hayana nafasi humu ndani. Watu wanaitikia tu amen. Katikati ya maombi dogo akawanyamazisha. Msubiri kwanza. Akamwambia baba yake, chukua hela yako kwa utapeli. Hamna mchungaji hapa. Kila mtu akatoa macho pale. Dogo akamgeukia mchungaji akamwambia, utaondoka ama niwaambie siri zako? Mchungaji akaona kimeumana hapa. Ikabidi tu akubali kuondoka. Mzee naye kusikia kwamba ni tapeli, ikabidi amkimbize nje achukue hela yake. Geraldine alikasirika kwa sababu dogo amemfukuza mchungaji wake. Akawa anamwambia mume wake kwamba huyu dogo tumuondoe humu ndani, atatuletea matatizo. Dogo naye haelewi. Akamwambia kama ni mtu wa kuondoka ni wewe. Yaani bila aibu umekuja kuolewa kwa mume wa rafiki yako. Kila mtu alishtuka pale. Mandi haraka sana akaondoka, hakutaka kusikia yanayoendelea. Usiku walivyoingia chumbani, Geraldine alikuwa anamlaumu sana mume wake kwamba inawezekana vipi umemwambia mtoto wako kuhusu mambo yangu mimi na wewe? Alijuaje kwamba mimi na mke wako tulikuwa marafiki wakati mke wako alifariki siku ambayo yeye alikuwa anazaliwa?
maana yake wewe ndio umemwambia. Gerard akasema kwamba hata mimi sijui imekuwaje, huyo mtoto anajua mambo ambayo hatakiwi kujua. Siku iliyofuata Mandy alivyoondoka, Geraldine akamwashia moto Dogo. Ehe, umejuaje mambo ya wakubwa wewe? Dogo akasema kwamba wala huna haja kumkasirikia baba yangu, mimi na uwezo kuona vitu ambavyo vilifanyika nikiwa sipo. Hamna lolote wewe, huu ni uchawi unatuletea hapa. Bidada akaona hawezi tena kuendelea kuishi namna hii, lazima atafute suluhisho, na suluhisho aliloona linafaa ni kukatoa duniani. Roho ni ngumu kama jiwe vile. Haya bwana. Aliwasiliana na rafiki yake mmoja ambaye ni mtu wa michongo, akamwambia amtafutie sumu moja kali sana ambayo inaweza kumuondoa mtu duniani haraka sana. Rafiki yake akamletea. Mchana wa siku iliyofuata akampikia Dogo chakula, alafu kwenye chakula akaweka ile sumu, akijua kabisa Dogo akila tu hicho chakula kuisha habari. Akamfuata Dogo chumbani, akaanza kumbembeleza kwamba tumekuwa tuelewani hapa karibuni, lakini kuanzia sasa mambo yanabadilika, mimi ndo nitakuwa mama yako. Dogo akakubali. Haya, twende ukale mwanangu. Chima akatoka mpaka sebuleni, lakini kabla hajakifungua chakula kwanza akasali, na baada ya hapo akakaa akaupiga msosi wote mpaka ukaisha. Baada ya muda Geraldine aliingia kitandani kwa Chima, akamkuta Chima amelala kitandani kimya. Akajua tayari dawa imefanya kazi, lakini kwa ushahidi zaidi akamsogelea karibu ili asikie kama anapumua. Dogo alikuwa kimya kabisa, maana yake kazi imekamilika. Geraldine alifurahi, akaanza kujipepea pale kwamba kazi imekamilika, lakini baada ya muda ndio akakumbuka kwamba amemtoa mtu uhai. Uoga na majuto ukamwingia, akaanza kukimbia kama amechanganyikiwa. Haraka sana akampigia simu Mandy, njoo nyumbani haraka, mtoto ana hali mbaya, amelala hata haamki. Mwamba hakupoteza muda, haraka sana akarudi nyumbani mbio. Vipi, mtoto wangu ana hali gani? Geraldine akamwambia kwamba amelala kitandani, haongei wala haamki, na hata sijui imekuwaje. Jamaa ikabidi akimbie chumbani haraka. Lakini cha kushangaza, Mandy akiingia chumbani kwa Chima anamkuta Dogo yuko vizuri tu, mzima wa afya, yuko zake bize kwenye iPad yake. Msela akashangaa, huu ni utani au ni nini? Ikabidi aanze kumuuliza pale, wewe ni mzima kweli? Dogo akasema niko fresh kama unavyoona. Mandy akatoka kule chumbani na hasira, akamfuata Geraldine. Hivi nyinyi mnataka kunitoa roho? Bidada akawa haelewi cha kusema. Msela akamwambia mtoto yuko vizuri na hana shida yoyote, yuko ndani huko. Geraldine hakuamini kwa sababu yeye ndio amemwekea sumu, lakini pia alivyomwangalia mara ya mwisho alikuwa hapumui kabisa. Muda sio mrefu Dogo naye akatoka chumbani. Nasikia kila mtu ananizungumzia kwamba nimefariki, mbona mimi niko vizuri tu kama mnavyoniona? Geraldine alichanganyikiwa, alikimbia kama ameona mzimu vile, kwa sababu hii haiwezekani. Ikabidi aende kumpigia simu yule aliyemletea hiyo sumu. Akawa anauliza kwamba una uhakika sumu ulioniletea ni sahihi, kwa sababu mtu aliyeitumia mpaka sasa hivi yuko hai. Ikabidi aagize nyingine kali zaidi. Anachokitaka yeye ni Dogo asiwepo humu ndani. Sasa kumbe ni kweli Geraldine alikuwa ni mjamzito, na kadri siku zinavyozidi kwenda ujauzito unakuwa. Sasa leo usiku wakiwa nyumbani, ghafla tumbo likaanza kumsumbua. Tumbo liliuma sana kiasi kwamba ilibidi Mandy ampeleke hospitali, lakini kwa bahati mbaya daktari aliwaambia kwamba wamechelewa, ujauzito umetoka. Ilikuwa ni huzuni sana na muda wote alikuwa analia, na hiyo ni kwa sababu alitamani sana kumzalia Mandy mtoto ili tu impe uhalali wa kuendelea kukaa pale ndani. Lawama zote alizipeleka kwa Chima, akamwona kwamba yeye ndo mbaya wake, kwa hiyo ikabidi atafute mbinu zingine za kumtoa Chima mule ndani. Leo akiwa nyumbani akamuita Chima, akampa hela, akamwambia kwamba aende duka la madawa akamletee Panado. Chima akasema mimi ni mdogo sana, siruhusiwi kutoka humu ndani bila mtu mzima, lakini bidada alifoka sana, toka hapa kaniletee hizo dawa, unanibishia mimi? Chima hakuwa na namna, akachukua hela akatoka mule ndani. Mlinzi mwenyewe hakutaka kumfungulia geti kwa sababu huyu ni mdogo sana, hatakiwi kwenda peke yake mitaani, lakini Chima alimwambia kwamba wewe nifungulie tu, bila hivyo huyu mwanamke atakufukuza kazi. Mlinzi akamfungulia geti, Dogo akatoka. Huku mtaani kuna masela wawili wako wanavuta cha Arusha. Walivyomwona tu Dogo, mmoja akatoa bastora akaanza kumwaga risasi, lakini risasi zikawa zimwingii Dogo. Mwamba akashangaa, kwani nini tena? Mwenzake naye akatoa ya kwake, akajaribu lakini wapi. Dogo amesimama anafuta tu kama mavumbi vile. Dogo akawaambia, sikilizeni nyinyi, Mungu hawezi kuniacha mnimalize kirahisi hivyo, lakini pia najua mmetumwa na mama yangu wa kambo mje kunimaliza. Sasa leteni hela alizowapa mnimalize, lakini pia na picha yangu, la sivyo nyinyi ndo mtawamaliza sasa hivi. Masela waliogopa kichizi, ikabidi wampe zile hela pamoja na picha, la sivyo kingeumana. Wakaingia kwenye gari wakaondoka na spidi ya mwendo kasi. Chima akarudi nyumbani. Geraldine alivyomuona alishtuka, kapiga kelele pale,
Hakutegemea kama Chima anaweza karudi, kwa sababu wale masela wako vizuri sana kwenye shughuli ya kutoa watu roho. Haya, ulitaka uniue? Bado niko hai. Hela uliyowapa hii hapa, tunza hii hela, ipo siku mtaihitaji. Leo wote watatu walikuwepo nyumbani. Muda sio mrefu wakasikia kuna mtu anagonga mlangoni. Dogo kaenda akafungua. Akaingia mwanamke mmoja, akasema yeye ametokea benki. Mandi alikuwa amechukua mkopo lakini ameshindwa kulipa. Kwa hiyo benki imeamua kuuza hii nyumba na wana wiki moja tu wanatakiwa kuhama hapa ndani. Ilikuwa ni taarifa ya kushtusha sana, hasa kwa Geraldine. Alikuwa haelewi chochote kinachoendelea. Chima akasema sasa ni muda wa kurudi kijijini. Kwenda kijijini? Nani aende kijijini? Siku iliyofuata Geraldine aliamua kuondoka. Akasema hawezi kwenda kuishi kijijini, anaenda kuishi kwa mama yake, hawezi kukaa na mtu ambaye hana hela. Kwa hiyo Mandi na mwanae ikabidi waondoke warudi kijijini. Maisha hayakuwa rahisi kabisa kwa sababu ni maisha ambayo hawajayazoea. Usiku Dogo alikuwa amelala, akaanza kuota kuna washikaji watatu walikuwa wamemaliza kumfanyia mambo ya ajabu dada mmoja. Unajua namaanisha mambo gani? Washikaji walikuwa wanacheka sana kama hakuna kitu wamefanya. Wakaondoka wakamwacha pale. Yule dada alikuwa na hali mbaya sana. Akiwa pale chini akaanza kuwalaani, hasa yule kiongozi wao. Kwanza hata siku moja hatapata amani kwenye maisha yake, lakini pia mke wake atafariki siku ambayo anajifungua. Baada ya hapo binti wa watu roho ikaacha mwili. Inasikitisha sana. Baada ya kuamka, Chima alimtambua yule kiongozi wao kwamba ni baba yake na ndiye aliyehusika kwenye lile tukio. Dogo akamfuata baba yake, akaanza kumlaumu kwamba kumbe shida zote tunazopitia wewe ndio sababu. Mzee hakuelewa. Dogo akamwambia nimemuota Akuna ndio yule dada ambaye walimfanyia vitu vya ajabu. Mzee alishtuka sana kwamba huyu Dogo amejuaje. Dogo akamwambia baba yake kwamba inabidi ukaombe msamaha, la sivyo shida hazitaisha. Mzee hakuwa na namna, ilibidi ajifungashe mpaka nyumbani kwa kina Akuna, ambapo kwa wakati huo alikuwa amebakia dada yake peke yake. Mandi alimuelezea kila kitu kilichotokea. Dada yake alikasirika sana, akamwambia kumbe wewe ndo sababu dada yangu hayupo duniani tena. Akamtimua Chima na baba yake, akamwambia nisiwahi kuwaona hapa. Ni kama walikuwa wamemtonesha kidonda moyoni. Lakini Chima kukata tamaa, leo alirudi tena. Akapiga magoti akaanza kumwombea baba yake msamaha. Yule mama alivyomuona mtoto mdogo anapiga magoti anaomba msamaha kwa makosa ya baba yake, uchungu ulimuingia moyoni. Ikabidi tu amsamehe. Akampeleka paka pale walipomzika Akuna. Akapiga magoti akaanza kuomba msamaha. Maana yake bila Akuna kuwasamehe, maisha yao hayatafika popote. Chima akalala kabisa pale pale, maana yake hataki kuondoka bila kusamehewa. Huku nyumbani baba yake naye akapiga magoti, akaanza kuomba msamaha kwa Mungu, lakini pia kwa Akuna kwa yale aliyoyafanya. Lakini hakuna ishara yoyote iliyotokea. Ilibidi dada yake Akuna ndo aje kuombea msamaha. Akasema la yako inamtesa mpaka huyu mtoto ambaye hana makosa. Muda huo huo Akuna akatokezea pale. Chima peke yake ndo alikuwa na uwezo kumuona. Dada yake alikuwa hawezi kumuona. Akuna akasema kwamba nimewasamehe na hiyo zawadi ambayo Mungu amekupa itumie kuwasaidia watu wengine. Halafu shap akapotea. Dogo alifurahi sana. Sasa inabidi awahi nyumbani kuongea na baba yake. Akaenda akamwambia baba yake kwamba tumesamehewa na muda sio mrefu mambo yatabadilika, lakini Mandi hakuamini. Wakiwa hapo wanazungumza, Mandi akapigiwa simu na yule bosi wake aliyemfukuza. Akamwambia kwamba wameamua kumsamehe na wameamua kumrudisha kazini. Jamaa alifurahi sana. Na hapo movie ndio inaishia. Usiache kuangalia movie kali kama hii. Movie inaitwa My Little Seer. Nimekuwekea link ya movie kwenye description. Sasa kwenye comments utaniambia kama wewe ndio ungekuwa Mandi, maisha yako yamerudi kuwa vizuri. Ukirudi mjini, ungemfuata yule mwanamke umrudishe nyumbani ama ungeendelea na maisha yako mengine? Usisahau kulike na kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, bila kusahau kubonyeza alama ya kengele ili kila ninapoweka movie mpya wewe uwe wa kwanza kuipata. Lakini pia usiache kuangalia video zetu zilizopita na zinazokuja. Mimi ni Samro sasa na hii ni The Scenes.